tamaa yake itakuwa juu ya mume wake. Ndio naona mwanamke atafanya chochote kudefend mume wake. Unajua hiyo? Ni kweli. Unajua hiyo? Hata wale wanamwagiwa acid kwa barabara, alimwagiwa tu. Si mwanamke anajaribu kudefend mume wake kwa sababu tamaa yake iko kwake. Unaona hilo andiko? Hilo andiko linatufundisha sisi wanaume, wakati unaingia katika mpango wa ndoa, kaa na mke wako kwa hekima. Kaa na mke wako kwa hekima. Na wakati unaingia katika ndoa na mke wako, hakikisha ya kwamba tangazo hilo linakuwa la wazi. Litakulinda. Unahakikisha ya kwamba masuala ya kuzungumza na wanawake wengine unaachana nayo. Tamaa ya mke wako iko kwako. Ile siku atagundua unachat na mwanamke mwingine, na wewe umeingia kwa hiyo nyumba unamgombeza, na anasoma simu yako naongea na mwingine vizuri, ndio mwanzo wa mwisho wa mazishi yako mzee. Amina? Amina. Tuko pamoja? Hakuna vile utamconvince. Nampigia kelele na kwa simu yako anaona unachat na mwingine vizuri Ataanza kuwa na wivu. Nitakuonyesha kwa hii Biblia wale walioa wake wawili watatu. Hizo familia zilikuwa na chaos. Kulikuwa na kitu kinaitwa wivu. Wanawake wakikaa pamoja wawili, ndoa moja, kunakuwa na wivu. Nitakuonyesha kwa Yakobo, nitakuonyesha na Rachel na Lea, nitakuonyesha na Ibrahimu na wake zake, ambao leo